Bunge Power. Kwa majina naitwa Hosea Kabara Nyoike na mimi ndiye mwenyekiti wa chama tawala cha UDA Embakasi ya Kati. Niseme ya kwamba siku ya leo, Madam Speaker, niko na furaha kwa sababu ya kuwa kwa mkutano wa leo. Niseme sio jambo la kawaida mtu kukua uhai na kukuja mahali hapa. Jambo la pili, niseme ya kwamba nataka kuingia direct kwa mada ya leo, ambao mada ya leo ni kwa sababu mambo ya Gachagua, kesi yake ya jana. Nataka kusema nini? Mimi ninashindwa na mtu anaitwa Gachagua, fikira zake na mwelekeo wake ni nini? Huyu ni mtu anaweza kasugua generation yetu ya pili na ya tatu kama shaitani. Nimesema hivyo kwa nini? Nimesema hivyo kwa sababu bunge lililokuwa kama wiki tatu zimepita, nilisema ya kwamba mimi naelewa Gachagua akiwa DO1 pale Rumuruti, na akiwa DO1 Gachagua mwenyewe Gachagua mwenyewe ndiye alikuwa anabeba funguo kama OCS wa Rumuruti Police Station. Yeye alikuwa DO, lakini alikuwa anabeba mpaka funguo za amari ya mabunduki pale Rumuruti. Alikuwa anatawala kutoka Rumuruti all the way mpaka Nyahururu. Ni kama ndiye alikuwa OCPD. Gachagua, tunakuelewa, tunakujua. Nataka nitoke hapo. Wewe Gachagua unajifanya mtu wa maana sana. Wakati ndugu yako Derito Gachagua aligojeka ile ugonjwa na akashukuriwa na akapelekwa mpaka ile hospitali kule India, alikaa karibu mwaka wakamsema miaka 2. Gachagua, wewe ulikalia kiti ya Nyeri ya gavana na huko umeshaguliwa, ukatawala Nyeri County, pesa zote ukaiba. Ndizo ulikuwa unaulizwa milioni za mapesa umetoa wapi, na ili hali pesa ni zako na unashindwa la kujibu. Wewe nataka nikuulize vizuri, wakati ulitoka hapo Rumuruti, Gachagua umeenda Mau, hiyo mashamba yote wa Kalenjin, wa Maasai yote wako kule Mau Forest. Wewe ndio uliuza mkiwa na kina Moi, wewe ukiwa mtu wa mkono, ukaweka watu wetu kwa msitu, na dakika ya mwisho wakati mumeingia kwa utawala tena umetoa watu kwa msitu, na ili hali bado unasema wewe mwenyewe kabisa unafikiria wananchi wa Kenya. Gachagua, saa hii kesi yako ya jana umesema vizuri, hautaki kiti ya deputy president urudi kwa ofisi, lakini unataka malipo. Gachagua, wewe na msichana wenye wanasukuka huko town usiku wakijiuza hamuna tofauti. Mwelekeo wako na akili zako nyingi zote zinamulika mambo ya pesa. Hautaki kulilia mwananchi wa kawaida mwenye amekosa pesa ya masomo, wenye wanaitoa pesa za kurudi mashule, ili hali wewe unataka milioni 80. Kama mimi ni president wa Kenya, naweza nikasema na ulipwe, kwa sababu umetusubua ya kutosha na mashida yako mengi. Ansa yako ni pesa. Gachagua, ni sawa umesema unataka almost 8 million utalipwa, kwa sababu already ulifanywa impeachment na haikuwa imepangwa vizuri. Hiyo ndiye mawakili wako nimesikia wanadai jana. Nataka nikuulize hivi, ukipatiwa milioni 80 unataka kufanyia hizo pesa nini? Ama unataka hizo pesa ulipwe sisi wana Kenya tuhangaike, lakini wewe ulipwe uweze kufanya siasa, uweze kuzunguka Kenya ukiongoza maandamano kama zenye uliongoza juzi, mpaka bunge ikashomwa, mpaka kiti ya gavana ikashomwa, na wewe ndiye mlipanga hiyo mipango ukiwa na akina Majadoni na tufishi. Hiyo ni maneno ya kweli. Kwa saa hii nimesikia tena Kimani Ichung'wah, my brother. Kimani Ichung'wah, my brother, wewe ni mjumbe ambao wameifa. Wewe ni mheshimiwa ameheshimika. Nimesema hivyo kwa nini? Nimesema hivyo kwa sababu kusema ukweli, retired president Muigai Uhuru Kenyatta shida yake ilikuwa nini? Akakuja kupagiwa na akina Majadoni, kina Gakuya na akina Rigathi, hakuna kitu kingine. Hawa ndiye walifanya hiyo kitu, na wakapaga vile kamaki hiyo shamba ya Uhuru Muigai Kenyatta itaenda kuibiwa busi, itaenda kuchomwa miti, yani muhatarisha maisha ya huyo mwanaume. Wacha nikuulize swali, Kimani Ichung'wah, ninakuomba kama ndugu yangu,
Nimesikia Meja Donick anasukuka huku akisema ati uta-apologize. Una-apologize nini? Na mambo ni ya ukweli. Magari sikikunywa mafuta, sisi tuko Kayole. Watu wakipakwa kwa magari, sisi tuko Kayole. Unaona, unakuja ku-apologize nini? Meja, wacha nikuambie, siku za 40, siku za mwezi ni 40. Na sinakuja kwa nini? Mimi ninatangaza na sifishi kama mwenyekiti amekalia kiti cha UDA Embakasi Central. Sisi tuko na mwizi sugu, anafaa kurudi kwa ile kitanda ya Waitito, hata yeye alalie mwaka mzima, tujue kama ni mwanaume. Kwa nini? Wewe hauna mchezo, wewe ni mkora, na sio mkora wa kubadilika, ni wa kuzaliwa. Nimesema wewe Meja Donick ni mwizi wa kuzaliwa, sio mwizi wa kujiwekelea. Juzi umesema mambo ya basari. Meja Donick umesema watu wamekopi. Ati watu wamekopi basari 400, 500. Wamekopi basari aje, ili hali mpaka senye kwa ofisi zile siko kwa ofisi yako, ambao simeshukuliwa hizo form, simewekwa stamp, simewekwa sahihi, sinafaa kugoja pesa, hata hizo simepoteza pesa. Ushatumia watu wa Embakasi mpaka mwisho. Meja, umetumia watu wa Embakasi mpaka mwisho. Na tumeshoka na puda ikibeba mizigo sana, hakuna mambo ingine. Mambo ni mawili. Either ukubali safari ya kuenda Nyeri ama ubebe mizigo yako. Meja, mimi nakuombea Mungu, ninatarajia uende kotini, nione wewe ni mwanaume aina gani. Hakuna vile unaweza ukatubeba sisi kama wajinga. Hakuna sisi vile umetubeba kama wajinga. Umetubeba kama wajinga namna gani? Nataka uangalie barabara ya kona. Meja Donick, hiyo barabara unataka kuijenga kila mwaka. Hiyo BQ yenye ulipatiwa ya uangalie ile yenye ulipatia contractor, aiangalie vizuri ili barabara itengenezwe. Kwani ilikuwa imesainiwa uweke ka barabara kalami kadogo, tumawe kidogo, alafu ili uweze kujenga hiyo mwaka ingine. Ninataka nikuambie hivi, sisi tumesoma, lakini sisi sio wajinga. Kila project ambayo inafanywa kwa zile ward tuko nazo 5, Meja, kuna kitu inafaa kukuongoza, inaitwa proposal project. Ukuje naye kwa wananchi, wafanye mjadala, wakubali, wajenge. Lakini mbona wewe unapotea tuko tu barabara kwa ukuta? Kwa nini unaenda pale kwa kona na nunua mama, unakuja unaiba zile pesa zingine? Pesa imetosha, aenda ukasimame huko Nyeri kwenye. Hapa hatutaki hiyo ujinga. Tulikuwa na Mweje, tulikuwa na Waitito, tulikuwa na mtu anaitwa Dirago, lakini wewe umetushida. Na sasa kwa sababu umetushida, tunasema vizuri. Mimi ninaomba serikali inyooshe mkono. Ulisema UDA waliisha, ulibeba watu wote ukabeba ukawapeleka kwa masikio. Sisi tuko na UDA, tuko na baba yetu Ruto. Na Meja, wacha nikuambie, mimi ni mjinga kukushida. Ukingangana na sisi, tutahakikisha umeenda Kamiti. Na mimi ni mshahidi, wewe ndio uliongoza kikosi, wewe ndio ulisema kwa Uhuru Muigai kukashomwe, na niko naichongwa. Usikubali ku-apologize. Niita nikuambie kunzi wenye walituma na wenye waliweka magari mafuta. I am aware of that. Mimi ni Hosea Nyoike, chairman ni UDA Embakasi Central, na Mungu ambariki sana Madam Speaker. Asante sana.